Unaitwa nani rafiki? Mimi naitwa Abdallah. Wewe umekuwa ukileta hapa, unawaleta wanakuja kumwabudu Mungu. Wewe Abdallah, rafiki yangu, nikuulize, unaamini Mungu yupo? Kwa imani yangu mimi naamini Mungu yupo. Naam. Sawa. Mungu akikuangalia sasa hivi Abdallah, anakufurahia au amekukasirikia? Kwa sasa hivi atakuwa amenikasirikia, kwa sababu kwa tamaduni zangu ilibidi nyakati za alfajiri ilibidi niwe nafanya utaratibu wa kumwabudu, lakini kwa siku ya leo sikufanya hivyo, kwa hiyo nimeenda kinyume. Asante sana. Sasa Mungu ameweka siku ambayo atatuhukumu wanadamu. Unaona? Unaamini kuna mbinguni na jehanamu? Kwa imani yangu pia naamini. Vizuri sana. Wewe siku yako ikifika Abdallah, utaenda wapi rafiki yangu? Kwa mtazamo, kama nitakuwa sikufanya kile alichoniagiza, basi itakuwa ni mtu wa kuandikiwa moto. Nikupe kamtihani kadogo tu ili kusudi kujua kwamba wewe utaenda wapi. Unazifahamu amri za Mungu? Amri za Mungu, kwa sababu sikusoma, nafuata tu mfumo wa imani. Kwa hiyo kwa haraka inakuwa ngumu, isipokuwa tu kwenye imani yangu kuna mambo mabaya nimekatazwa na mazuri nimeambiwa nifanye. Amri ya 9 inasema usiseme uongo. Toka umezaliwa mpaka leo umesema uongo mara ngapi? Kwenye hilo sikatai, nimewahi kusema. Umekuwa mkweli. Amri ya 8 inasema usiibe. Toka umezaliwa mpaka leo umewahi kuchukua chochote kisichokuwa cha kwako bila kujali gharama yake? Kwa mtazamo tumeshaiba sana. Amri ya 7 inasema hivi, usizini. Lakini Yesu akasema hivi, yeyote amwangalie mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo. Umewahi kumwangalia mwanamke kwa kumtamani? Kwa kusema za kweli, kwenye hilo sikatai, kwa sababu ni moja kati ya sehemu ambayo nimepitia makubwa sana, hususan hilo. Kama kwenye kuzini, nimezini mara nyingi sana, na ndio maana mpaka sasa hivi najisema mimi ni mwana mkosefu. Sasa mimi sikuhukumu, lakini wewe mwenyewe umekiri kwamba ni muongo, ni mwizi, unazini ndani ya moyo na umewahi kufanya uasherati. Mungu akikuhukumu sasa hivi tunavyozungumza, utaenda mbinguni au jehanamu? Kwa haraka najiona kabisa nitaelekea kwenye moto, kwa hiyo ya kufanya utaratibu na mapema ili nijirekebishe. Sawa. Sasa Biblia inasema hivi, waongo, walevi, wazinzi, waasherati wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Umesema ukweli kabisa, lakini Mungu ni wa rehema. Unajua Mungu alifanya nini ili sisi wanadamu tusiende jehanamu? Hilo sina kumbukumbu. Unajua, lakini unadhani kwamba hiyo inawahusu wengine. Umewahi kusikia Yesu alikufa msalabani? Nasikia tu hili. Karibu kila mwanadamu amesikia hilo. Wewe na mimi Abdallah tulivunja sheria ya Mungu. Yesu akaja akafa msalabani akalipa fine. Ni sawa na wewe ukipelekwa mahakamani una deni, akitokea mtu akakulipia, hakimu anasema ulikuwa na deni, lakini kuna mtu kakulipia, uko huru kuondoka. Hicho ndicho ambacho Mungu alikifanya. Kwa hiyo umewahi kusikia mstari mmoja Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa maana nyingine, Abdallah, kwa kuwa umetenda dhambi, Mungu amekuhukumu kifo. Wewe na mimi tunasubiri siku yetu kufika. Utakuwa ni shahidi, wengi wameondoka. Ili kusudi usiende jehanamu, unatakiwa kufanya mambo mawili. Unatakiwa kutubu dhambi zako, lakini kitu cha pili cha muhimu ni kumpa Yesu maisha yako. Yesu akasema hivi, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo ni vizuri ukampa Yesu maisha yako. Hivi unajua hii pikipiki unaendesha kila mwaka kulingana na takwimu za serikali, mwaka 2022 zaidi ya watu 16,000 walikufa kwa pikipiki. Wewe ni shahidi. Na mpaka leo bado watu wanaendelea kufa kwa ajali mbalimbali, hususan kubwa sana inahusiana na pikipiki. Kabisa. Na kwa siku duniani zaidi ya watu 1.5 wanakufa. Kwa hiyo mimi nikusihi, tafakari, mwambie Mungu, ninaomba unisaidie. Kwa hiyo nikushukuru sana Abdallah, asante sana. Napenda kusema kuwa kwanza nitafanya taratibu na jitihada kubwa za kumsoma Yesu vizuri,
nimsome, nimchambue vizuri, ili hata kama anakuwa nafanya basi niwe nafanya nachokijua. Asante sana Abdalla, umezungumza kitu kizito na kitu cha mtu mwenye busara sana.